Mbona sielewelewi? Na watu sura ngeni katika nyumba yangu. Imekuwaje? Au watoto wameanza kuleta mambo ya kiuni? Vipi kwa hapo getini? Naona kuja shangaa kama kuingia unanitoa shida zako. Naona umesimama tu kama nani unampelelezi. Wewe ni nani kwenye nyumba yangu? Alafu unaniongea maneno hayo usioelewa. Wewe ni kama nani? Unaniuliza hivi. Sasa wewe nani? Wewe kama unataka kuuza mimi nani? Njoo hapa ndani utukujue mimi ni nani. Sio unauza ukiwa getini huko. Sasa wewe nani tu yuko nyumbani kwake afu uuze wewe nani kwenye mji wa mtu? Sasa unaona mtu anataka ingia ndani au si? Ndio maana nikwambia ingia ndani. Nani? Karibu kae tuongea kwa sababu umekushafika kwenye mtu na karibishwa, njoo kae usikilize. Si unaongea ukiwa getini unasema au unasema mimi nani? Karibu hapa nikusikilize wewe shida yako. Sio unakulia getini huko kuna nipiga kelele tu hapo na kupaza sauti. Kuja una sauti kubwa kwenye mji wa mtu. Salama, niulize kidogo. Nani hapa katika vijana wako huwezi kuwauliza mimi vijana wangu wako wapi, kwa sababu vijana wako mimi hujanikabidhi vijana wako. Mimi niko nyumbani kwangu, so mambo ya vijana wako mimi siwezi kuyajua. Leo hapa ni mji wangu, sio mambo nasema hapa kwako. Hapa ni kwangu. Sasa kwako mimi ndo mwenye nyumba hii, ndio maana nimerudi hapa, ndio maana kanauliza sasa unaniambiaje hapa kwako? Kaka pole sana. Hapa ni kwangu, hii nyumba ni yangu na watoto walikuwa na kaumu ni wanangu. Sasa unaniambia kwamba swala sijaelewa hapa, wewe mji wako unakuaje? Yaani nyumba hii kwako kivipi? Na mimi ndio mwenyewe nyumba hii. Hii nyumba ni ya kwangu. Yaani unaposema nyumba ni ya kwako, umenunua hapo unajidanganya. Hii nyumba tokea nimenunua na hati miliki ya ardhi. Nimejia kuanzia msingi mpaka nimemaliza. Mpaka unavyoona imesimama hapa ni mali yangu. Sasa unaposema unani umeuziwa na mimi ndio mwenye nyumba sijauza. Naona kushangaa, naona kama ni kituko. Nimeuziwa na bwana Chenjewe nyumba. Hii nyumba bwana Chenjewe tumekaa, akaniona na shida 1 2 3, nikampa hela, nikiamini nyumba yake. Unafuniambia kwamba tena hati unana nini? Kwa hiyo sijaelewa mzee, niacha katika njia panda. Sasa ndio ujue ni kwamba mimi nakwambia hati ninazo. Wewe unasema umeuziwa. Sababu mtu kama anakuuzia nani mali yake lazima na zile hati angekuacha hati hizi za mimi ndo mmiliki halali wa eneo hili, akakuuzia akakabidhi, mkaandikishana mbele ya viongozi wa serikali, kuonekana ni haki yake halali kabisa. Lakini leo hii unaambia umenunua kwa nani? Gerezo unavyo hauna. Sasa wewe unasema babu Chenjewe ni mweka huko akae. Kama unasema alikuwa na shida zake akakuuzia, na mimi alikuwa na shida ndio nikamruhusu akae katika nyumba yangu. Sasa ndo maana mmefanya nini? Naona kama maigizo mlioyafanya. Sasa wewe zikae unasema kumeuziwa na babu Chenjewe. Babu Chenjewe alikuwa na shida nikamwambia akae katika nyumba yangu. Mimi kama babu Chenjewe anaweza kanifanyia vitu hivi. Lakini sawa. Mimi nitamtafuta. Haya. Vipi kijana, naona unaema sana. Tatizo nini? Ndio maisha haya. Na hii ndio dunia. Unajua dunia zungumkuti. Kwa hiyo tuvumiane kila kitu. Kama kutapeliwa ushatapeliwa. Sasa bwana, sawa. Mimi nashukuru kwa kuniambia. Mimi ngoja nikuache. Sawa bwana, ngoja nikuache. Kwa hili lilofanyika hapa tutakutana nayo bwana. Mimi nifanye chini tofauti. Kuna shida bwana. Hapo tutawasiliana. Mimi nitamtafuta bwana Chenjewe. Nashukuru kama elewa. Sawa bwana. Kwa hiyo bwana. Hakuna mlango. Hakuna mlango. Unaelewa ndugu yangu? Yaani kichwa changu kishavurugwa. Kuna mzee nimemkuta pale. Ananiambia kwamba nyumba ya kwake. Unanielewa? Na mimi pale kuna watoto wangu. Tunafanyaje hapa? Ndio kichwa kimepata moto, ndio naona mguu univyotoka pale ndio napata
sijui watoto wangu wako wapi. Si unaelewa ndugu yangu? Ndugu yangu, usijali kuhusu watoto. Mimi katika harakati zangu za mizunguko, ndio mida ya jioni wale vijana nimewakuta wanahangaika, wana haha. Umeona? Nikawaoji ni vijana, wakaanza kunielezea mzee hataeleweki, kaja kawafukuza na nini, basi bwana mambo vagala. Sasa kwa huruma wangu niwape hifadhi, wapo nyumbani kwangu. Unasema kweli? Shukuru hilo jambo. Ndio bwana. Nashukuru ndugu yangu kwa sababu wale watoto binti unawajua bwana, mabinti wangeenda kwenda kuvurula sasa hivi huko bwana. Ndio kwa wapi? Umesikia bwana? Ndio. Kwa hilo ulilofanya shwangu. Ninashukuru sana ndugu yangu. Huo ndio binadamu. Twende kawa. Bwana mimi nashukuru bwana. Basi hamna maneno. Twende bwana. Twende bwana. Twende ndugu yangu. Yaani huo mguu unauona hapa, nilikuwa nakuja kwako. Yaani hapa afadhali tu nimekuona. Basi sio sema pazuri na kuongelea. Kaa hapa kidogo tulijadili. Kwa hiyo ndio hivyo. Mimi nilikuwa natoka nyumbani na kuja hapa kwako mpenzi wangu. Bahati nzuri tumekutana hapa. Sijui na wewe ulikuwa unaenda wapi? Sasa jamani unanifanyia hivyo. Nataka mimi nife. Simu yangu haina chaji. Na ndio maana mimi na wewe tumekosa mawasiliano. Na simu nimeiacha. Basi sawa, mimi nikwambie kilichonileta hapa ili tupate kujua tunafanyaje. Mimi nimetoka hapa nyumbani, nimekuja kwako mpenzi wangu. Unisaidie. Maana nimetoka nyumbani kule, kuna shida limetokea. Yaani hata nikikusimulia naona kwamba alitokuingia vizuri, alitokukaa. Kwa hiyo mimi nikwambie tu mpenzi wangu, huu mguu nilikuwa nakuja kwako. Si unavona na mabega nilikuwa nakuja kwako. Sawa mpenzi wangu, ulikuwa unakuja kwangu lakini umenikuta mimi na safari. Naondoka. Na kama umenikuta na safari, naomba urudi nyumbani. Mimi sichelewe kule. Siku moja tu kazi yenyewe. Na mipangilio ya pesa nikitiki tu naenda kupanga chumba kwa sababu hata nikikuchukua nikaenda pale kwa rafiki yangu. Kwa hiyo naomba tu wewe uende kule ulipotoka. Alafu mimi nikirudi nitakuchukua tutaondoka. Bwana, unanisaidiaje? Wewe tuna unaniambia nirudi nyumbani. Nikakae wapi sasa? Sasa unataka tufanyaje na mimi niko safari? Wewe kama vipi nipe hela nikapangia loji, lakini mimi kurudi kwenye kile chumba kubanana kufanyaje mimi sitaki. Na hilo swala pesa ndio kidogo hapa ndio kuingia akili. Ndio ndakupa pesa ili mimi safari yangu nisigairishe. Wewe nigairishe safari kwa ile na hela nyingi kuliko hii. Shika. Hiyo utafanya mambo yako mengine. Safari njema. Yalionikuta huko hata sitaki kusimulia. Tusimulie shoga yangu. Kiko wapi shoga yangu? Mbona tuko kibarazani wote? Mbona kibarazani? Mara mimi naenda kwa bwanangu. Kwa bwana gani? Mbona nimerudi kwa baba yetu? Tusio kwa na mabwana tufunge midomo. Shoga yangu. Kujilamba kote kule jamani, bonge la bwana la kuisha mtini. Ijua maana unatutambia bwana kwa bwana gani? Nilikwambia wewe lakini unataka kunisikiliza ukasema Dija huyu unaachana naye. Hebu bwana, tuachane na hayo. Hebu tujue tunaishije maisha hapa. Maana tumekaa tumestiriwa kwenye nyumba yetu alafu bado mnaniletea sijui bwana. Tuongee mengine. Ndio hapo ndio tunamsubiri baba aje tunafanyaje? Maana hata rafiki yangu mwenyewe anaona mtu hata mtafezi kuvumilia familia kubwa sana. Mimi ndugu zangu hata na baba yao yani. Utafikia unaweza hata kuvumilia hawezi. Ndio maana nilisemaje? Sikiliza kwanza. Muda ule wa ndio tunapunguza. Karibu sana bwana. Karibu bwana. Karibu sana. Jamani, shikamoo. Baba vipi hali? Wema. Poleni jamani. Dada karibu. Baba vipi hali? Dada karudi. Safi. Jamani poleni wanangu. Asante. Poleni. Maana Karibu. Tukae kwa hiyo. Karibu sana. 什么？ Angalia hapo jamani. 什么？ Dada karibu. 什么？ Dada karibu. 什么？ Dada karibu. 什么？
Habari za siku nyingi jamani. Nimeshapoa. Labda huko umemshindaje hapa? Ndio. Si unanielewa bwana? Ndio. Umefanya jambo la msingi sana. Maana hii familia nilikuwa naitafuta kweli kweli. Mimi si nilikwambia. Kwa hiyo bwana, ndoa hofu. Ndio. Familia ipo. Nashukuru sana. Tena nashukuru sana ndugu yangu. Kwa hicho ulichokifanya. Na binti yangu mmoja sijamuona hapa. Mariam. Eti nini? Mariam yuko wapi? Ametoka kidogo na mtu hapa amekazao gengeni. Maana mimi sana kumuona mwanangu, binti yangu yule. Maana bwana ndugu yangu. Ndio bwana. Bwana mimi nashukuru sana. Shukuru. Lakini kuna jambo moja takuomba kidogo. Ndio. Ni familia sasa mwenyewe nimefikia kule na nimechukua kidogo una sehemu nimefikia nimeacha kule mwenyewe nimepata kule hifadhi. Kwa nitaiomba familia yangu baki hapa kidogo kwa muda siku 3 tu. Si unanielewa shehe wangu? Bana hilo shehe wangu usitie shaka. Ndio. Hakuna tatizo kabisa. Hii familia kama nilivyokuambia ndio hii imefika. Sasa hapa nyumbani nimekeka benki kidogo nikatoe ili nitafute mji mwingine ili kuchukua familia yangu. Basi hilo bana ondoa shaka, halina tatizo kabisa. Wewe fanya mipango yako iende sawa. Familia ipo utaikuta. Lakini ninakuhusia kitu kimoja pia. Ndio. Hapa mjini bwana. Ndio. Kuwa makini shehe wangu. Yes, sasa hivi isije kajirudia bwana. Makosa yetu kwa. Basi hamna maneno ndio. Mimi nashukuru bwana. Basi mimi naomba nikuache na hii familia muda siku hizo tutakuja kumaliza hili swala. Basi inshallah. Bwana mimi nashukuru ndugu yangu. Basi hamna shida ndugu. Dada, naondoka tena. Wanangu inabidi kwanza niwakimbie kidogo. Nikayaseti mambo kidogo. Najua lakini ndani ya siku 3 nitakuja kuwafuata wanangu. Tutakwenda kurudi katika mji wetu. Ni kweli mimi nalijua hilo. Kwa hiyo naomba munivumilie ndani ya siku 3 ili swali toka limeisha kabisa. Sawa wanangu jamani? Sawa. Basi wanangu Kwa hiyo naomba ndani ya hizo siku 3 tutakuja kumaliza hili swala ili kuchukua familia yangu. Sawa. Naomba kija Mariamu, peni salamu zangu, peni mzee amerudi. Kwa hiyo mambo yote yawe sawa. Sawa, hiyo atasikitika huyo mama. Nitakuja kwa siku 3 tu, siku nyingi sana. Sawa jamani? Haya watu na mama haya. Tutaonana. Haya. Tutawasiliana. Bwana mzee. Basi hamna shida bwana. Hamna tatizo kabisa. Karibu sana bwana. Inshallah, mimi nishapajua basi tutakuja kufanya mawasiliano. Basi inshallah. Sawa. Yote utakayofanya ukimtendea mwenzio ubaya, utalipa hapa ulimwenguni. Vipi tena kaka? Yao. Huyo mzee huyo. Yao bwana, badilisha njia. Shida nini? Badilisha njia. Shida nini kwanza? Badilisha. Sasa mjaniambia shida nini? Shida nini? Unamdai? Ndio, namdai yule. Namdai nini? Unamdai kitu gani? Namdai yule. Yule namdai kwanza ndo yeye au? Fananisha sio. Unasema yule hapana sio yeye. Mimi najua ndo yeye. Ila wewe unamfichia siri zake. Lakini mwambie nitakutia mikononi mwangu muda wote. Ya Iframuni, nipe taarifa zangu nitamkamata siku yote. Sawa bwana? Lakini sio yeye. Na uhakika ndo yeye kwa sababu nimekutana naye sura kwa sura. Namjua ndo yeye. Fananisha. Umemfananisha? Basi mpe salamu zangu. Sawa bwana?